kitu ambacho mimi sitokubali kwenye jambo hili, yeye kupinga kunywa haya maji. Siwezi kuendelea kubaki kijijini. Sasa kama ukikataa wewe, baada nani atakuja kutatua matatizo? Mpaka mama yake mzazi anamdhalau, mpaka watu wote atoswa jinga wapumbavu, tunapatia mila tamaduni za kijinga. Nitakuja kumkuta kubwa huyu, atakuja kujua. Kitacho kukuta. Asante Mungu kwa hili. Asante Mungu kwa kila kitu. Ay Mungu. Tunakushukuru Mungu. Hatuna namna. Wewe pekee ndo unajua maumivu tulokuwa nayo. Asante Mungu kwa kila jambo. Mungu. Kupitia hili sisi tunaamini wewe ni upo Mungu. Tumelipokea Mungu kwa mikono yote miwili. Tunasema asante Baba mbinguni. Maana ndio mfariji wetu. Wewe ndio msaada mkubwa katika maisha yetu. Wewe ndio unajua yalokuwa yasilini mwetu. Baba, tunahitaji huruma zako na rehema zako. Asante Mungu Baba. Tunakushukuru Mungu, tunabaki kushukuru katika Baba, tunasema asante kwa ajili ya msiba huu Mungu. Lakini wewe ndio unajua Mungu. Wewe ndio unajua Mungu. Maumivu tulokuwa nayo utayaondoa vipi? Tunasema asante, tunaomba kushukuru mtakatifu wa mbinguni. Amina. Ali, karibu na pole mama.
Jamani, tunamaliza kikao hiki cha msiba cha kakaangu. Lakini katika mila zetu sisi kuna maji hapa ya maiti. Wote hapa lazima kila mmoja hakikishe anakunywa haya maji na asiondoke bila kunywa. Tukianza na Kagolo, Mbunga, wote mliobakia huku, wote lazima mnywe haya maji. Natambua hilo ni jambo la kawaida katika mila zetu. Kwa hiyo sisi tuko tayari. Kama mimi niko tayari kabisa. Kama ni mila na desturi zimepangwa, ni mujibu tutumie. Airini, Mimi shangazi siko tayari kabisa. Naona sihitaji kusi. Unaelewa unachokiongea? Ndio kaka. Nisikilize wewe. Mila na desturi zilizoachwa na mababu ndizo ambazo tunatakiwa tuendelee nazo. Unaposema utaki kunywa haya maji, unatarajia nini? Uue ndugu zako? Utumalize sisi wewe? Unaweza kutupa sababu za kukataa kunywa haya maji? Au wewe kuwapinga wazee wako ambao walikuwa tokea zamani? Hem, tupe sababu haswa ya wewe kupinga maamuzi yaliyotolewa na wazee wetu wa zamani. Wewe unakuja kuyapinga leo hii. Ni nini, ni kipi haswa? Kaka zangu, kumbukeni Mungu yupo. Hizo mila na desturi mnazozileta sasa hivi za zamani, tambueni kuna Mungu. Hebu kwani na hofu ya Mungu. Mimi siwezi kuruhusu kunywa haya maji. Kama mtakunywa kunyweni nyinyi, mimi sitaki kunywa haya maji. Hizi mila na desturi zimewasaidia nini? Wewe shangazi, hivi ndio anawasaidia? Shangazi, huyu mwanao unamuelewa? ndio namuuliza sasa, hiyo ndio mila ya kwetu. Sasa kama ukikataa wewe, baada nani atakuja kutatua matatizo? Mama, unamuelewa kweli mwanao? Unamuelewa mwanao alichokizungumza? Airini, usitake kutuletea matatizo. Lazima uhakikishe haya maji kila mmoja wetu anakunywa, ili kusudi kutoa mabalaa yasije katufuata baadaye. Mikosi na manuksi mengine yasije katufuata. Kutuletea mabalaa kwenye familia sisi hatutaki. Kuwa mwelewa ukiambiwa kitu. Airini, wewe ni mtoto mdogo sana. Tena ni mtoto mdogo kabisa ambao hujui kitu wewe. Hujui kitu nakwambia. Mimi nakwambia kitu kimoja. Kama utapinga kunywa haya maji, ukakataa kunywa haya maji, litakalo kufika lolote lile, nisishirikishwe na mtu yoyote. Hata mama yako atakuja na tambaa. Sio wewe tu. Chochote kile. Pumbavu mmoja. Mtoto mdogo sana wewe. Sija haya maji. Wewe katai wewe, mpumbavu mmoja wewe, nyama wewe. Sasa sikilize vizuri. Kikao cha leo unakiharibu wewe. Na unaharibu kwa sababu hizi hatuwezi kuvumilia. Kwani mnanilazimisha kaka kunywa maji? Mimi sitaki. Sio wewe tu. Mnakunywa nini nyinyi? Sio wewe. Huwezi kunywa maji. Sio wewe. Tumeambiwa wote tunywe. Wote. Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Nani wewe? Wewe nani? Wewe nani? Nani wewe? Wewe nani? Nani wewe? Wewe nani wewe? Nani wewe? Airini, unasikia? Tatizo lolote likikukuta, usije ukaja kwa mimi shangazi yako. Mimi nimebakia peke yangu kama unavyoniona. Bakia wewe na ujeuri wako, utajua wewe kwa kwenda kuanzia leo. Usikanyage nyumbani kwangu na ndio uharibu hiki kikao. Kuanzia leo kama kuja kwangu. Shenzi mkubwa wewe. Na usije kwangu. Mimi siwezi kuendelea kunywa maji. Si kama mtakunywa kunyweni nyinyi, mimi siwezi kunywa maji. Mnaelekeza mila na desturi tu, kila siku ni mila na mila zimeshakufa toka zamani. Huyu mtoto wa kike anasubutu kuvunja kikao cha watu wazima tumekaa, anapinga jambo ambalo limeletwa na wazee wetu. Inawezekana. Mimi sikumwelewa kabisa. Tumekalea wenyewe. Kanakuwa kwenye mikono yetu. Tunakalea sisi. Alafu leo hii eti kinatupandishia sauti sisi. Sisi. Hili jambo mimi haliwezekani. Yaani kitu ambacho mimi sitokubali kwenye jambo hili, yeye kupinga kunywa haya maji. Inawezekana wapi?
hata siku moja hawezi kutupinga sisi kukunywa maji, ila sisi tutake. Hili swala kama hutolivalia njuga kama mimi, yule mtoto hata makofi nitamkata. Tutampiga hata makofi mpaka haya maji yakubali kunywa. Hatoki huku mpaka anakunywa maji. Yule ni kumbabatiza sehemu, tunamweka sehemu pap. Tunamwambia sasa hapa unakunywa. Hilo nimeliona. Hilo jambo tulifanye haraka sana. Haraka sana. Tunapoteza muda mtoto wa kike. Tunataka tupoteze muda sisi mtoto wa kike. Mwanamke tena mtoto mdogo. Kadogo kama ulivyosema. Kadogo. Kanakunya tunakaona kaje kutupinga sisi watu wakubwa wake. Saa 12 jioni. Tunakavizia kama kimeenda kisimani, kama enda wapi, tutakwenda kukaminya huko. Tunakinywisha nguvu. Unakamata mpaka kinakunywa. Hayo maji tembea nayo mfukoni. Ninatembea nayo. Tembea nayo, tunakavizia mdogo tunakaminya kama kuku, tunakanywesha kama kuku kwenye mdondo. Alafu na wewe nishaanza kukunywa. Mimi baadaye kwenda ulipe fumbili yako basi. Samanini? Bila samani. Habari zenu? Safi, kwema. Habari. Salama. Poleni na majukumu. Tushapoa. Poleni sana. Tushapoa. Samani, nilikuwa nauliza. Maana nimehangaika kijijini huko. Sijaona huduma ya kikanisa. Naweza ngapata wapi kanisa? Niweze kusali. Ndugu yangu, huduma ya kikanisa hapa kijijini hakuna. Sisi kijiji chetu kinatumia mila. Na ukitaka huduma ya kikanisa ni mbali kidogo, kama kijiji cha 3 kutoka hapa. Yaani sisi kijiji chetu kishatengwa. Hakuna kanisa wala msikiti. Ambao wanahitaji wanafuata kijiji cha 3 wanakwenda. Ndio mnavyoishi huko kijijini? Ndio tunavyoishi, tunatumia mila 100% sisi. Ina maana hamna watu ambao wana hofu ya Mungu. Na ndio maana tukakwambia ibada, msikiti na kanisa ni kijiji cha 3 kutoka hapa. Kwa hata hapa kijijini sisi tunatumia mila 100%, ila kama ukihitaji kwa mgeni ndio wanaenda kijiji cha 3 kutoka hapa. Tumeshazoea kuomba mizimu. Ndio tunakwenda kuomba. Pole. Pole sana. Haya ndugu yangu, kwa hiyo ulikuwa unahitaji huduma ya kanisa. Nilikuwa nahitaji huduma ya kanisa. Hauna budi kwenda huko. Asanteni sana. Nashukuru. Asanteni. Tunashukuru. Majukumu mema. Na kwa Mungu Mungu awabariki. Amina. Haya, bye dada. Haya. Shangazi yangu Aileen, nimekuja tena kwa mara nyingine. Ombi langu nilikuwa naomba unywe yale maji ya maiti. Yale maji ya marehemu tuliyomwoshea. Ombi langu na kuomba kwa sababu siku zile umekata, lakini nimeamua kurudi tena kwa mara nyingine. Naomba tu nikubalie shangazi yangu. Na kuomba unikubalie. Shangazi, mimi nimekuelewa na ombi lako nimelisikia, lakini kwa mimi siwezi. Mimi nina hofu ya Mungu, nasali. Mkiniingiza kwenye mila zenu na desturi za zamani, mnaniweka kwenye fungu gani? Lakini Aileen, hii mila ilitumika toka enzi na enzi.
za mababu zetu, na ndio maana hata kaka yangu alikuwa anafanya hizi mila. Kwa nini ukatae? Hujui baadaye itakuja kumsumbua mamako, itamsumbua mfi yangu mimi kuendelea kukataa. Naomba tu unywe maji haya tumalize. Zingatia hiki ninachokuambia Irene, na kuomba. Shangazi, mimi siwezi kuafikiana na hilo. Siwezi kukubali. Swala la kunywa maji mimi siwezi. Kwanza nimetoka mjini, nimekuja tu mara moja. Na hapa nasubiri muda mchache tu niondoke zangu mjini. Hivyo Irene, kwa nini unakwambishi kiasi hicho? Na kwa nini kila unachoambia wewe ni mbishi? Uwezi kama nani baadaye ataleta matatizo kwenye familia. Mamako atapata shida. Sasa endelea kubakia na huo ubishi kwa sababu wewe umekuwa sio mwelewa kila unachoambiwa na kila unachoombwa wewe hutaki. Wewe ena sali, hata hao wanaosali. Uchanelewa eh? Kuna watu wengine anafanya mila, ni mtu anachokuwa mwelewa wewe. Shangazi, mimi siwezi kuendelea kusikiliza hizo mila zenu. Mimi siwezi shangazi. Mimi na haraka zangu nataka niwahi mjini. Habari za mila kila siku mimi siwezi. Hivi huyu Irene anataka kutuletea laana kwenye ukoo, anataka kutuletea laana kwenye familia, na hakikisha lazima anywe maji. Sitokubali hata mara moja. Atayanywa maji atake asitake, lazima anywe, na mimi ndio shangazi yake niliyobakia. Atakunywa. Kama mtoto mdogo atutumbo watu wazima na akili zetu. Shangazi, kuna nini tena? Mwanangu, kuna njozi nimeota. Njozi? Ndiyo mwanangu. Njozi gani hiyo? Mwanangu, wamemzika mjomba wako bila yeye kufika. Bila yeye kufika? Ndiyo mwanangu. Bila yeye kufika, nani huyo? Mwanangu, mimi simjui. Ila amefanya makosa makubwa sana. Kosa kubwa sana limetokea. Maana angefika kwanza ndipo azikwe mjomba wako. Lakini sasa wamefanya kosa. Wamemzika mjomba wako bila yeye kufika. Sasa kwa nini hujawazuia? Shangazi, ungewazuia wakaacha kuzika wakasubiri afike. Mwanangu, mama yako na ndugu zako wengine ndio wamenishawishi sana. Nimewakataza sana, lakini hawajakubali. Wametaka wazike ili wawahi mjini, lakini wamefanya makosa. Angefika kwanza ndipo wazike. Sasa ndo ungewaelewesha kwanza kabla hawajazika shangazi, wasingezika. Mwanangu, nimejitahidi sana lakini nimeshindwa. Sasa hapo itakuwaje? Mwanangu, wala hata usijali. Yatakwisha. Wewe endelea na kazi zako na mimi niendelee kupumzika. Sawa shangazi. Sawa. Irene, Abeka. nimekuita hapa mdogo wangu ili tuzungumze. Irene, hakuna kitu kibaya kama kutokutii matakwa ya mila. Mila ndo kila kitu Irene. Shangazi amezungumza kwenye kikao pale ili tumalize hili tatizo na kila mmoja aondoke kwao. Irene, tumebakiza jambo dogo sana Irene. Ni kunywa tu yale maji ya ufuo. Maji ya kuoshea maiti tungekunywa sisi Irene, tunaondoka. Mbona hayo mambo tulikuwa tunayafanya toka zamani? Kaka, nilishakwambia siwezi kuendelea kukaa mimi hapa kijijini niendelee kwa ajili ya mila zenu ninywe maji.
Siwezi kunywa maji kaka, nilishakwambia. Aileen, Hizo mila toka zimeanza walikufa bibi zetu, mababu zetu. Baba yetu pia amefariki. Zina faida gani hizo mila kaka? Aileen, masuala ya kifo ni mpango wa Mungu Aileen. Lakini haya mambo mengine ni mambo ya mila. Aileen, kufa ni mpango wa Mungu. Kaka, kufa ni mpango wa Mungu. Nadhani unalijua hata mwenyewe kama ni mpango wa Mungu. Nyinyi bakini na mila zenu, mimi nifuate mambo ya Mungu. Siwezi kuendelea kufuga malazi ya mambo ya mila. Mimi sizitaki hizo mila. Na nilishakataa, siwezi kuendelea na hizo mila zenu. Kama vipi tuvunje matanga, kila mtu aondoke? Uvunje matanga unaenda wapi? Tunakwenda wapi? Hatuwezi kuvunja matanga kama wewe hujanywa maji. Aileen! Wewe Aileen! Wewe! Ni jeuri. Huyu ni jeuri mtoto huyo. Tumeongea swala la msingi hapa, yeye anaondoka. Kumaanisha zile chokiangapi ni kijinga, ni kipumbavu, hakimuhusu. Huyu aliyemharibu ni huyu mwanamume mwenye pesa kuja kumuoa. Yaani kushika pesa, ameanza kudharau mila na tamaduni zetu za kijiji chetu, mila za ukoo. Anadharau sisi. Aileen, hayo tumekelea bado katoto aka. Aileen huyu anatuumiza sisi kweli. Anaamua sisi kutudharau, anatudharau sisi Aileen. Mtoto hakika kishika pesa, dharau. Anadharau mpaka wazee wake sasa. Mpaka mama yake mzazi anamdharau, mpaka watu wote. Sisi wajinga, wapumbavu, tunafuatia mila na tamaduni za kijinga. Nitakuja kumkuta kubwa huyu, atakuja kujuta. Bunga! Wewe! Hello baby. Safi, niambie mami. Safi, I miss you. I miss you too. Mbona umeadimika mpenzi wangu? Si unajua nitoka tuje huku bado mambo mengi. Yaani najua nimekumiza sana na nikiangalia pale tulipokuwa tunakaa. Kifupi kumbukumbu yangu ni wewe tu mpenzi wangu. Yaani hujanizidi mimi, nimekumiss mpaka nakuota yani. Mbona chuo nikani huko? Sina toka tuje kwenye msiba bado hatujarudi baby, alafu kuna mambo bado hayajakaa sawa. Yaani muda wote huu mpenzi wangu, muda wote huu uko msibani tu. Msiba usioisha. Yaani mimi mwenyewe nimechoka na jinsi nilivyokumiss, yani nazidi kupata homa huko. Nikwambia kitu mpenzi wangu, kumbuka kuna kusoma huko. Ndio nalijua hilo, yani mwenyewe yani naumiza kichwa hapa, sipata hata jibu. Yaani kifupi mimi nakuonea huruma wewe, sipendi ufeli mtihani mpenzi wangu. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini sitanisaidia kidogo. Sawa mpenzi wangu, hebu fanya hii urudi. Sawa baby, I miss you. I miss you too. Wow. Ndio maana nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Sawa, ila siku kirudi mami. Naomba siku nzima tuitumie tukiwa pamoja. Yaani hata siku mbili, siku moja mbona ndogo? Wow. Wow. Mwezi mzima, siku moja, siku mbili. Poa baby, maana hapa nimemkimbia mama sijakaniona. Sawa mpenzi wangu. Bye. Mama, siku zinazidi kwenda. Kule chuo nimeomba nafasi ya wiki moja tu. Kama kuna vitu ambavyo bado vinatakiwa vimaliziwe, tumalize basi mimi niondoke nipate kwenda chuo. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Ushanielewa? Nimekuelewa. Hii taratibu yote ya kimila ya kunywa haya maji lazima yafanyike kwenye ukoo watu wote.
tunywe. Shida ipo kwa Ailini, ni mbishi. Yaani wote wamelizia, wote wamekubali. Tatizo lipo kwa Ailini, ni mbishi. Na ndio anayotufanya tuendelee kukaa mpaka leo. Lakini angekubali tu wote tungekuwa tumeshaondoka. Maana sasa hivi unaenda mwezi mzima. Unafikiri uko chuo mama watanielewa? Niwaambie matatizo yangu ya familia. Meli, hivyo unanisikia vizuri? Unanielewa vizuri mwanangu? Nimekwambia tatizo lipo kwa Ailini ambayo nakataa. Lakini mbona akikubali tu Ailini yote yanaisha. Yaani cha muhimu tunachokiomba Ailini aweze kukubali kunywa kama haya maji ya maiti. Mimi nipewe nitekeleze hizo mila ili nipate kuondoka. Nafikiri ushanielewa nilichokuambia. Yaani watu wote wamekubali. Wote wamekubali kunywa. Shida tatizo kwa mtu huyu mmoja tu, Ailini. Tutamsubiria mtu mmoja mpaka lini? Melina mwanangu, hebu kuwa mwelewa, kwa sababu hata kama utasema ukimbilie chuo kwenye masomo yako, mambo yako hayawezi kwenda bila kulimaliza hili. Ushanielewa kitu? Yaani uweze kufanikiwa kwenye masomo yako. Tutakavyolimaliza ili tatizo ile, mambo ya mikosi, manuksi nini kwenye familia, hayatakufuata, hata masomo yako taenda vizuri. Ushanielewa? Cha muhimu mimi nitaendelea tu kuongea na Ailini mpaka akubali aweze kulimaliza hili. Na atakapomaliza Ailini, kwenye familia mambo yote yatakuwa vizuri. Hata kwenye masomo yako milango yote itafunguka. Ushanielewa vizuri? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Ngoja niendelee na shughuli zangu. Na mdogo wako yuko wapi? Tena hata sijui, maana toka kafika huku umji kama anaujua yeye. Haya basi lizingatie hilo nililokuambia. Bibi, hivi kwa nini umeamua kufanya maamuzi haraka mno? Naangalikuwa kila kitu nakifahamu bibi. Bibi, kwani mimi sikupaswa kumzika marehemu babu yangu? Sikuruhusiwa kumzika marehemu babu yangu? Naangalikuwa kila kitu bibi, wewe unakifahamu. Kila kitu bibi yangu unakijua. Why? Ni kweli nilikuwa kila kitu ninakijua, lakini sasa sio mimi, na mimi pia nimeshawishiwa na shangazi zako na ndugu zako, na mpaka amezikwa babu yako. Sio mimi mjukuu wangu, naomba unielewe. Kwa hivyo nielewe mjukuu wangu, nimeshawishiwa. Ndugu zangu? Ndio ndugu zako. Ndugu zangu akina nani hao? Shangazi zako, baba zako wadogo. Mimi ndugu zangu ni wewe bibi na marehemu babu yangu, na ninyi ndio mmenilea mimi mpaka nimefikia umri huu. Unanizungumza ndugu gani bibi? Nalijua hilo mwana mjukuu wangu, unajua mimi na babu yako ndio ndugu zako, lakini wapo ndugu zako, wapo shangazi zako, baba zako wadogo, wapo ndio walionishawishi mimi mpaka nikakubali kumzika babu yako. Naomba nielewe, toka mwanzo na kuelewesha, nielewe mjukuu wangu. Sio kosa langu mimi, sio mimi, nilishindwa. Nitafanya nini? Nipo peke yangu, wewe haupo. Bibi, isingekuwa wewe na huu upendo wangu kwako, ningefanya kitu kikubwa cha kuishangaza hii jamii. Sijui unanielewa? Hii ni ndoto au ni kweli? Itakuwa mjukuu wangu kapata taarifa huko aliko. Bibi. Tushikamu. Salamu za nini bwana, tatuzoeshane bila sababu. Okay, unaenda wapi? Nasema naenda maamuzi nimeagiza. Okay, sasa tusipoteze muda. Mimi kuna jambo nataka nikwambie. Mimi nakutaka.
na nimeona wanawake wengi sana hapa kijijini, lakini wewe ndio umenivutia. Wewe ni mrembo, umekosha sana moyo wangu. Nasemaje? Nataka niwe na wewe. Alafu unaonekana ni mgeni hapa kijijini eh? Sasa ugeni wa nini? Ugeni na mimi kukutaka wewe unaingana na nini? Nimeuliza hivyo kwa sababu nahisi kama haujui mila za hapa kijijini kwetu. Mila? Sasa mila na mapenzi? Mimi nakutaka wewe, sitaki mila. Kwa mila za hapa kijijini kwetu, mwanaume ni ngumu sana, yaani mwanaume ni ngumu sana kwenda kumpata mwanamke kumtongoza. Kwa nini? Mara nyingi wanaofanya hivyo, yaani wanafanya hivyo kwa sababu ya kumaliza haja zao. Basi. Mimi sina haja. Mimi nakutaka wewe. Haja kitu gani baba? Haja yangu ya moyo ndio wewe. Kuwa na mimi. Eti. Samahani kakaangu. Kama utakuwa na nia na mimi na kama una nia na mimi, niliomba nikupe taratibu uende nyumbani, uwajue wazazi wangu, alafu taratibu zingine zitaendelea. Lakini kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana kwangu. Sasa nitendaje kwa wazazi? Kabla ya kwa wazazi, tukae mimi na wewe tuelewane, niangalie je yaliyomo yamo nilifike kwa wazazi. Sasa ndio kwa wazazi bila kujua. Je, kama nataka kuchukua juni la vumbi je nikaenda kulimimina ndani likachafua vyombo? Hizo ndio mila za kwetu hapa kijijini. Kwa unasemaje? Kifupi tu naomba unisamehe sana kakaangu. Hata hapa nimesimama kwa sababu ya kukuheshimu tu. Najua. Kuna mtu ananisubiri. Kwa hiyo ukiwa tayari ndio kama hivyo. Msikiza basi. Nielewe basi. Samahani, ukiwa tayari. Dada. Wewe dada. Nyamizi, ulikuwa unaongea naye nini yule? Dada bwana. Usinichekee. Ulikuwa unaongea naye nini? Alikuwa anatongoza. Anakutongoza na umekubali? Hapana, sijakubali. Yule si unajua afu yule ni mgeni dada. Hivi wewe zisikize nikwambie. Mimi wale nimewaona tangu kwenye msiba wa baba yao, wanakodoa macho tu kodo. Wewe tena ukanogewa. Si ndio? Hapana. Wewe unamjua yule? Hapana, simjui. Unababaika na watu wa mjini Hapana dada. Sijakubalia, nimekataa dada. Ukamwambia nini? Yule ni kijana wa mjini yule. Wewe tena ukanogewa na kijana wa mjini kwa sababu kavaa laba na t-shirt, basi tena ukanogewa ukamkubalia. Sijamkubalia, nimemwambia kama kweli unanihitaji, nenda kwa wazazi wangu. Ndio nilichomwambia. Wewe Nyaminze wewe. Wewe Nyaminze wewe. Unachokitafuta na vijana wa mjini utakipata. Atakutia mimba alafu atakukimbia. Utamuona wapi? Hangaika. Nimewaona wale tangu msibani wao ndio wenyewe wanajifanya kuangalia wasichana kijijini. Wewe mtoto wewe. Mtu mwenye mbaya yule mweusi yule. Hangaika. Mama, naomba nikuulize swali. Uliza. Hivi tofauti na wewe, kuna mwingine ambaye alitakiwa afike kabla hajazikwa mjomba? Mwingine? Mimi sijui. Na kwa nini umeuliza hivyo? Nimekuuliza hivyo kwa sababu jana nilikuwa naongea na shangazi. Shangazi akasema kwamba nimefanya makosa makubwa sana kumzika mjomba kabla hajafika huyo mtu. Hajafika huyo mtu? Mbona mimi simjui? Yusta, sikiza nikwambie kitu mwanangu. Katika familia yetu tumezaliwa watoto 7. Katika 7 hawa wengine 5 walishatangulia muda mrefu. Na huyu aliyokufa juzi tu huyu mjomba wako wewe. Ushanielewa? Kwa hiyo niliobaki ni mimi ndio mwenye maamuzi, hamna mwingine zaidi ya hapo. Swala la kuzika, sisi tuliobaki ndio waamuzi. Ushanielewa vizuri? Na hamna mwingine kwenye familia zaidi ya mimi hapa. Mimi ndio dada mtu yule.
Ndio maana tukaamua kuzika. Hasa kwa nini shangazi anasema kwamba mmefanya makosa makubwa sana? Sikiza nikwambie kitu, wewe nenda kaendelee na kazi yako. Haya mambo mengine yaache, kaendelee wewe na kazi zako. Haya mama. Nenda kaendelee na kazi zako. Huyu mtu ni nani? Na kama kubakia, tulibakia mimi na kakaangu tu. Na huyu mtu mimi simjui. Atakuwa ni nani? Jamani, mambo ya upatu vipi huko? Umemwona yule shoga yako? Yaani wewe acha kwanza, mimi nahisi pale pana utapeli ambao unaendelea. Kwanza sikilizeni hivi nyinyi. Ile familia mzee Kindimbwa nyinyi mnaielewa? Ongea wewe kiazi, mimi mogo nikiongea nitasema nimeongea. Hivi ile familia yaani watu wanashindwa kuondoka kusafiri kwenda kufanya maisha mengine kwa sababu ya kunywa maji ya maiti. Jamani. Maji? Wewe ulikuwa wapi na wewe? Wameshindwa kuondoka kwa sababu ya kunywa maji ya maiti. Kwa nini wanaendekeza zama za zamani zilizopitwa jamani? Hayo mambo yampita na wakati. Sasa hivi ni mambo ya kisasa, tunaenda kwa mambo ya kisasa kidigitali sasa hivi. Yaani kuna koendea wale wanapotea tunawaona hivi hivi na wao wenyewe wataisha kufa vile vile kama baba yao. Na maji ya maiti yananyweka. Ndio mila zao. Wewe hujasikia? Wewe ile familia kumbe hujaijua Familia ajabu sana. Wewe uone walivyojazana? Wamejazana kibao pale, kuondoka makwao hawaendi, kisa hawajanywa maji ya maiti. Maji ya maiti. Sikizeni niwaambie shoga zangu, jamani mimi leo sijapika. Kwa hiyo tuondokeni niende nikawahi kupika. Wewe naye kila siku upiki kwa. Bibi anaenda kumpikia mume wangu atakiwa ale chakula cha moto. Utaachwa. Mwenyewe unajifanya kitu toka mjini. Sasa mimi nafanana na watu wa huku. Yaani watu wa huku ukionana nao muda wote wapo, yaani kama mtu yupo kama yupo vitani. Kwa wakikuwa kipita kwa nakutizama unapojishependua. Unalinga mwenyewe. Lazima nilinge kwa sababu sifanani nao. Mchokoze. Usinifanyia hivyo bwana. Nenda. Melina. Wewe si unajua ni kaka zako? Yule unasimama naye pale, si kaka yako yule, unamjua kama kakako au yule kama kakako? Sasa dada, kuna shida gani mimi kusimama na kakangu? Sikiliza Melina. Wale ni kaka zangu na wafahamu. Wale wewe ni binamu zako. Ukiwalegezea tu watakulamba. Wewe umekaa pale unajichekesha tu, unajichekesha. Wale ni binamu zako. Au ndio ile mna kauli ile binamu kinyama cha amu. Watakulamba. Unanielewa mdogo wangu? Sioni jambo baya mimi na binamu kukaa. Uone jambo baya kati pale uko unacheka naye unaluka na kuona kabisa kama umetekenywa. Si binamu zako wale? Au unajui kama ndugu zako wale? Unajui kama yule ndugu yako? Unapiga naye story tu kama binamu yangu. Story ndio uchekecheke. Ndio uchekecheke vile unajirusha. Story gani unapiga vile mtu na binamu yake? Melina mdogo wangu nakwambia,
Kaka zangu mimi wale nawajua. Ukiendelea kuwachekea chekea, hasa yule ulosimama naye yule, ndo kipusa hatari. Sasa endelea kumchekea chekea. Siku atakupa mimba. Mimba tena dada? Mimi sioni shida mimi kukaa na binamu yangu kupiga story. Isitoshe ndo kwanza tumekutana hapa. Huu ndo mwanzo wa sisi kufahamiana, kujuana vizuri. Tatizo liko wapi? Kufahamiana eh? Pale kwenye mwembe ndo kufahamiana, mmekaa mnatekenyana ndo unasema kufahamiana. Melina, mdogo wangu, usiponisikiliza kitachokukuta usije ukanililia machozi. Melina, we dada una yako. Na yangu mimi eh? Sasa kama nina yangu kitachokukuta usije ukaja kunililia machozi hapa. Mimi nakwambia ukweli, unaniambia na yangu. Wewe mtwende huko. Nzuri, mnaendelea hapo nyumbani? Naendelea vizuri huko, mvua kunyesha nakwambia. Baraka hizo. Muda wa kurudi bado, mpaka nimalize msiba. Nikimaliza msiba nitarudi. Bado sijamaliza kwa sababu mimi ndio nilobaki, kakangu kishatangulia. Lakini mimi ndio nilobaki, lazima nihakikishe kila kitu nakiweka vizuri. Nitarudi. Nikimaliza tu nitarudi kweli na amani. Sawa. Uketimana ulotuachia ile imeisha. Mwanzo nakwambia urudi. Nitakutumia lakini pia mwe mnatumia vizuri na nyinyi. Haya sawa, mambo. Bibi naye ajambo. Bibi yako ajambo, anaendelea vizuri. Haya basi mambo baadaye. Sawa. Lakini naomba hiyo hela mtumie vizuri, nitakao watumia. Hakikisha mnatumia vizuri, mimi niko mbali na nyinyi. Haya sawa, mna shida. Haya. Salimia wote huko. Salamu zimefika. Haya mambo. Haya. Anti. Shikamoo shangazi. Mara baada kwa. Sawa. Ndio kutokako. Mimi niko poa. Eti shangazi, umeonea mbunga? Mbunga alikuwepo sasa hivi katoka. Kenda? Hata sijui kaenda. Basi, nishajua pa kumpata. Kumbe unajua mnapokutanaga. Nishajua njia zake. Baadaye. Nipima eh? Baadaye. Haya, haina shida. Sema sikia, leo miogo si. Kama umeacha hela. Baba vipi? Safi. Mbona mkao kama vile kuna mtu ulikuwa unamsubiria hapa? Nilikuwa na binamu hapa. Nimekaa naye hapo nimecheka nini? Sasa kaja dada yako. Ulikuwa na binamu hapa? Basi kwa akili yako shaza mambo kijinga. Na roho shaza mawazo kijinga. Sio kijinga. Wewe usingekuja kumuingiza banda bovu. Na hivyo umekaa muda mrefu hapa kijijini hujaiona. Singetoboa. Hebu acha upumbavu. Sasa vitu kama kana mimi nakufanya nini? Wewe mimi nakujua. Asa sister na akili. Wewe gidana nako. Nyote mna mawazo motobo ya potofu bwana. Ndoke. Mimi mna mawazo potofu. Ndio kwenye kikao mshakosa ndio. Wewe singetoboa ndoke. Wewe acha ujinga wewe. Aileen, ni maneno gani kila ukikaa unamuongelea mamako? Kazi yangu ni kumsimanga tu mamako mzazi. Haona kumwongelea maneno mazuri? Wewe kazi yako kila siku ni kumwongelea tu mamako ubaya kumsimanga tu. Shangazi, kutokana na mila zenu na desturi, huko ni kumletea uchulo mamaangu. Mamaangu kila siku amekuwa ni mtu wa kuweweseka tu. Kila siku ni mtu wa kuweweseka.
naomba ukumbuke kwamba Irene sio kuweweseka. Hiyo yote kwa sababu ya wewe. Hutaki kumaliza ile mila. Hutaki kunywa yale maji ya maiti. Na ndio kinachofuatiki kinamwangesha mamako mzazi. Lakini kama ungeyafanya yote haya ukani, haya yote yasingetokea. Ushaelewa vizuri? Wewe ndio tatizo. Kubali kunywa maji yale ili kusudi haya yote yaishi, mamako aweze kukaa kwa usalama. Shangazi, mimi kuweza kukubali kunywa maji itakuwa iwezekani. Hata vitabu vya Mungu vimeandika, alaaniwe mtegemeaye mwanadamu. Kwa nini mnalazimisha? Irene, wewe ndio unawatia ugumu. Wewe ndio unaturudisha nyuma. Kitu kidogo tu ukakubali ukachukua ile maji ya maiti. Ukanya haya yote yasingetokea, lakini wewe kila siku umekuwa ni mbishi. Ni mtu wa design gani wewe? Ni mtu gani usiokuwa muelewa? Mimi ninachokiamini, mama yangu anaweweseka ni kwa sababu tu ya mume wake. Akikaa kimwaza mume wake ndio anaweweseka, lakini sio kwa ajili ya mila zenu hizo na desturi. Irene, naomba unisikilize vizuri. Sisi katika familia yetu tuna mila zetu na hiki ndicho kinachomtesa mama yako. Na ndio maana nakaa na weweseka. Lakini kama utakubali swala la kunywa yale maji ya maiti, tushamaliza tatizo. Mamako hawezi kuweweseka tena. Naomba uelewe hilo. Shangazi, mamangu haweweseki kwa sababu ya mila zenu na desturi zenu hizo. Mamangu anaweweseka, anamwaza mume wake. Irene, wewe ndio unaotufanya tuendelee kukaa hapa kwa sababu hutaki kunywa yale maji ya maiti. Lakini kama ungemaliza ukanywa, haya yote yasingemfuatia mamako, habari kulana anaota sio anaweweseka. Yasingekuwepo, lakini kwa ajili ya ubishi wako. Sitaki kuamini kwenye mambo yenu ya mila na desturi. Mnakaa huko mnaweka vigenge, mnasema mama yangu mimi anaweweseka kwa sababu ya mila zenu na desturi. Mama yangu mimi haweweseki kwa mila zenu. Mama yangu anaweweseka kwa ajili ya kumwaza mume wake. Na sitaki kusikia hiyo kauli na naipinga, sitotaka kuisikia tena. Irene, na wewe ndio tutakachelewesha kukaa hapa. Ni wiki ya pili sasa tujaondoka hapa. Vitu vidogo tu, kunywa maji ya maiti tumaliza utaki. Umeng'ana kila kitu utaki. Irene, nitakosta kutakunywa tu haya maji. Hatuwa tukakaa hapa. Tutakaa hapa nini? Nimekuja kuitika wito wako. Nilijua tu kama utakuja. Ulijua nini? Sasa kwani mimi nina ubaya na wewe? Kama nina ubaya niambie. Niambie ulichoniitia. Jambo langu moja tu. Naamini siku zote hapa kijijini nimeangalia macho yangu kadri ninavyotazama na kuona wewe ndio unifarija katika moyo wangu. Kwa nini natamani kuwa na wewe, natamani kuishi na wewe. Sio kuishi tu na wewe hapa. Nitoke na wewe hapa kwenda na wewe Dar es Salaam, tukaishi mimi na wewe. Kwa mimi nimeamua kukuambia ukweli wangu, ninakupenda. Wewe unanipenda mimi. Nilijua tu. Vijana wa mjini mliofika hapa kijijini, niliwaona hata siku ile kwenye msiba. Macho yako juu. Kwa hiyo kama vijana wa mjini ina maana hawezi kuwa na msichana mzuri wa kutoka kijijini? Sifa zako zinatosha. Labda nikwambie kitu. Wewe unanipenda mimi? Hilo sio swali. Hapa kijijini kwetu sisi kuna mila na desturi. Habari za mila zinakujaje mimi na wewe hapa? Mimi nimekupenda wewe. Mila na desturi zitakuja baadaye. Kwa nini kwanza usinisikilize hisia zangu? Ili unijibu kwanza. Mimi ninachotaka mimi unijibu. Uniambie tu nakupenda. Alafu hayo mambo ya mila na desturi mimi nitaendelea kuzifuatilia. Siwezi kuambia kwamba nimekubali kitu ambacho ni mila na desturi zinasema kwamba mwanamke wa kijiji hiki hawezi kuolewa kabla ya mwanaume wewe kwenda kwa wazazi wangu. Umenielewa? Nenda kwa wazazi wangu kwanza, kama wewe ni muoaji, utoe taratibu zote, ndipo wakulizie na uweze kunichukua na kunioa. Swala dogo tu hilo kwangu, hilo swala dogo. Mimi kwenda kwenu kutoa mahali kufanya nini? Swala dogo. Kwanza unilizie. Mimi nakupenda unajua. Mimi siwezi. Yaani mpaka uende kwanza kwa wazazi wangu ndio utakapojua kama kweli unanipenda. Hivyo unajua kama mimi nakupenda kweli? Mimi hapana. Mpaka ufanye, yaani fuata kwanza taratibu. Fuata kwanza taratibu. Fuata taratibu. Taratibu ni kwenda kwa wazazi wangu kwanza. Hizo ni mila za kijijini kwetu. Kwa hiyo unataka kuleta taratibu zako za mjini?
Fuata taratibu kwanza, ndipo utakapoweza kunioa, lakini vinginevyo hiyo haiwezekani. Haiwezekani, nishakwambia nenda kwa wazazi wangu kwanza. Dada Melina, hivi kuhusu kuondoka, tunaondoka lini? Maana naona mama kafika. Yaani hapa swala la kuondoka, yaani hilo swala ulisahau kabisa. Maana hatuwezi kuondoka mpaka dada Hailin atimize mila na desturi. Sasa itakuwaje? Na ninavyosikia, mtu ikatokea akaondoka bila kutekeleza mila na desturi, anaweza kufa au kuwa chizi. Sasa kwa nini asinywe tu yakaisha? Hivi unavyozani au wewe unavyoona? Dailini ni mtu wa kuamini hayo mambo? Dailini ni mlokole, kaokoka yeye na familia yake yote. Kwanza ukimwambia hilo swala, ukitaka kugombana na Dailini, mgusia hayo maswala. Hataki kuelewa mambo ya mila wala desturi. Dailini tofauti, sio kama mama yetu ambaye muda wote masaa yote anakesha kwa waganga. Na ndio maana hata mambo yake hayaendi. Kumekucha kwenye vikao vya dharura. Watoto wadogo kazi umbea tu. Waangalie vichwa vyao viwape lemba kama mama mzazi. Huyu naye anatufuatilia kila sehemu utakapoingia, lazima utakutana naye. Wewe naye umezidi. Aileen, haya mambo mengine, yani matatizo mashida mengine hatujayamaliza. Unayaleta mambo mengine. Mambo gani shangazi? Umwambiaje wanangu? Nasikia umewatukana wanangu huko, umejimaliza mwisho ukamalizia. Watizame bicho baya kama maeni. Shangazi, ukipenda kuwasikiza watoto wako, tutakuwa tunagombana kila siku. Nimewatukana wakati mimi nilikuwa nawafundisha. Kosa langu mimi ni lipi? Wale si ni wadogo zangu, nilikuwa nawafundisha. Au wamekwambia nini mpaka unaniambia nimewatukana? Aileen, ungekuwa tu umewakanya kwa kuambia maneno mazuri, wale wasingekuja kusema uongo. Lakini kumbuka kuna maneno ambayo umeyaongea. Ushanielewa eh? Maneno yapi? Umeambia acha umbea. Sawa, pale umewakanya. Acheni umbea. Acheni sio nini? Lakini mwisho neno la mwisho umalizia bicho baya kama maeni. Wewe kuniambia mimi bicho baya kama maeni? Mimi si shangazi yako wewe. Shangazi, wewe kila siku ni mtu wa kusikiliza maneno kwa watoto wako. Leo amekuletea hili, kesho amekuletea hili. Unaonekana unaamini sana watoto wako. Sasa mimi nasema hivi, endelea kuamini unayoyaamini. Na mimi mniache niamini ninachokiamini. Kama unaamini watoto wako nimechoka, basi. Jamani, hapa kuna kosa kubwa ambalo limetendeka. Kosa lenyewe ambalo limetendeka hapa ni kumzika mume wangu bila mjukuu wake kuwepo hapa. Huyo mjukuu alikuwa anaishi naye hapa, ndiye aliyekuwa namlea, aliyekuwa anamuuguza babu yake. Na waliagana kabisa kwamba endapo unavoenda kwenda kunitafutia dawa, utakaporudi ukikuta nimekufa, wasinizike mimi mpaka utakapofika wewe. Sasa nyinyi mmechukua jukumu la kumzika mume wangu. Hilo ni ambalo kosa kubwa sana. Na hilo kosa ni kubwa, hili ambalo mnalotaka kunywa maji ya ufuo ni dogo kulikoni hili.
ni kubwa sana ndugu zangu. Haya, wazee wa mila na desturi, dhibitini na hilo. Nadhani mmesikia. Hivi mama, toka lini kikombe kikashinda jagi? Toka lini ukasikia kikombe kikashinda jagi? Yaani mama, unataka kupambia huyo ni mjukuu, ana thamani kubwa, ana thamani kubwa kuliko sisi? Huyo mjukuu ni nani? Ana mamlaka gani kwetu? Alafu mama, haya maamuzi sio sisi tu watoto tuliotoa. Dada yake alikuwepo hapa, na mimi ninavyozani kuwa dada yake ndiyo mtu muhimu zaidi ya huyo mjukuu, kwa sababu yeye ndio anamjua vizuri ndugu yake. Sasa haya, tungekaa wiki nzima hapa tunamsubiri huyo mjukuu sasa. Haya, asingekuja na yeye angekufa huko. Tusingemzika sisi baba yetu, si ndio? Sasa muda gani tumekaa? Hizi habari hapana. Muda gani wote tumekaa? Tumekaa ndani ya siku 3, wiki nzima, mtoto hajafika hapa. Baba kakaa tu ndani. Yuko ndani tukaa kama kitu gani? Na joto hili. Kawa nyama huyo. Au video tukao tunamtazama kila siku tunakaza kulia tu. Baba. Kisha namsubiri nani mjukuu? Bwana wewe. Sisi ndio wenye maamuzi, na sisi ndio baba yetu, na sisi ndio tumechukua jukumu la kumzika baba yetu. Na dada yake yuko hapa, tumemzika, tumemaliza. Mimi ninachokiona hapa, swala sio tumemzika baba kwa sababu mjukuu hayupo. Swala la msingi kabisa ambalo nataka tujadili leo hii hapa, bila Ailini kubali kunywa maji ya ufuo. Hilo ndo kubwa. Hilo ndo kubwa. Na Ailini nakubali. Basi, Ailini, tuambie unakunywa maji leo au unakunywa kesho? Na ni saa ngapi? Ili shughuli iishe kama ukafanya mpango yake. Hapo kumeza kila siku Ailini kunywa maji, Ailini fanya hivi, fanya hivi, sasa tushachoka. Tuambie, inawezekana au haiwezekani? Na kama haiwezekani kwa nini? Siwezi kukubali kunywa maji ya ufuo. Niacheni na uokovu wangu. Bakini na mila zenu. Wewe. Mama. Huyu mwanao. Huyu. Matatizo yatotokea hapa, yeye anahusika. Ailini, wewe ndio unaofanya matatizo yasinde kuisha kwa sababu ya ubishi wako. Kitendo tu cha kuchukua maji na kunywa hutaki. Chukua maji ya ufuo, kunywa mambo yaishe. Shangazi, nimesema siwezi. Kwa nini mnanilazimisha? Niacheni na wokovu wangu, mimi siwezi kunywa maji. Kwa nini? Hivi mama, ulimleaje huyu mtoto? Na tulikwambia mama, unamdekeza Ailini. Unamdekeza huyo Ailini. Unaona sasa? Umemwona binti yako alivyokuwa mjeuri? Kadiriki kunyanyuka hapa. Kikao kinaendelea. Adabu gani? Maana yake amekuvua nguo mpaka wewe sasa. Kwamba ameshindwa kuheshimu wewe basi. Haya, sisi sawa kadudharau. Na wewe? Na kikao, mama yake leo kikao kakita yeye mwenye mama. Mwanao hana adabu hata chembe. Oho. Mama. Mama. Mkaza basi, msogezi basi wako. Shangazi, mimi naomba uniache. Ailini, ikitokea mamako amekufa, wewe utakuwa umehusika 100%. Ikitokea mamako tu amekufa 100%, kila mtu atakulaumu wewe. Hamna mtu mwingine akulaumiwa. Shangazi, mimi siwezi kumuua mamangu. Inawezekana vipi? Maji ya maiti yakaondoa mikosi? Shangazi, Ailini, wewe kila kitu umekuwa kupinga. Mjeuri wewe, kwenye kikao mjeuri wewe, kila unachoambiwa Ailini mbakia kuwa mjeuri. Ni mtu gani usiokubali?
kile unalokanya utaki. Tena ulivyonitia fedha kwenye kunyanyuka kwenye kile kikao. Yaani muonyesha jeuri kabisa. Ni mtoto gani sio Julia wewe? Acha kiburi. Acha jeuri zako, badilika. Badilika ninavyokuambia shangazi yako. Badilika. Shangazi, mimi siwezi kurudi Misri. Mimi nimeshachagua fungu langu na nyinyi bakini na mila zenu. Mtoto amekuwa mjeuri, kila unachomwelekeza hataki. Fanya hiki hataki. Ni mtoto gani mjeuri? Tena mjeuri kufu ya soko hata na uso wa haya. Mtoto mdogo jeuri kibao, lakini sitokubali. Nitadili naye mwanzo mwisho. Ndugu yangu niambie bwana. Bwana, kazi inaenda vizuri. Ndio. Lakini sasa inahitaji moyo. Hii kazi inaenda vizuri wewe unaona? Si hata afadhali tumefyatua hata haya mwanangu. Tumeweza. Ndio maendeleo mazuri haya. Ingawaje kazi ni ngumu. Ni kazi ngumu mwanangu, hela nayo tu ndogo bwana. Sema unajua nini jamani, maisha kijijini haya magumu sana. Kwa hiyo yani tusipokamia hapa tukapambana kama watoto wa kiume, hatutotoboa kabisa, nawaambia jamani. Na mwanangu achosema ukweli. Unajua hata wahenga alisemaje? Yaani usipovuja jasho hauli. Sielewa. Kweli kaka, kweli sure. Sio tu wa kiume. Ndio. Lazima tuumie. Lakini huyo bosi anatoa hela ndogo mwanangu, tutafute kazi nyingine ya kufanya. Afu unachosema ni kweli. Wewe kwa siku 2000 anatulisha dagaa. Cheki tofali mwanangu. Yaani tofali lote ile afu mtu anakuambia eti 500. Hivi kweli? Sema hilo nalo neno ndugu yangu, hilo nalo neno, tunapambana hapa mwisho wa siku hela hamna ujue. Sema lazima tujiongeze kiakili. Kweli kabisa. Hivyo mwanangu. Bwana vipi? Kwema ndugu yangu. Mambo anaenda mzee. Nashukuru Mungu bwana. Bunga. Bunga wiki 3 tumefika kijijini, umefahamika mwanangu. Kabaya wewe. Safi mwanangu. Poa bwana. Poa. Blaza wewe. Bwana leo kiboko huyu. Kwa nini? Umemwona jamaa? Huyu jamaa hatari. Leo wiki ya ngapi? Ya 3. Hapa kijijini. Lakini mwanangu ni hatari. Katongoza mademu mwanangu. Anawagonga kweli. Usimwona alipita naye huyu. Unaona yeye kamgonga afu binamu yake. Huyu. Nyie tulieni basi. Mnaongea vitu msivyovijua bwana. Yule demu ni binamu yake bwana. Wewe amemgonga wapi bwana? Acheni uongo. Sasa nani hapa mkweli? Huyu. Mbona sielewi? Sema nini? Sikia. Yule demu, yule ni binamu yake. Binamu yake. Ina maana ndugu wale. Wale ni ndugu. Lakini sikiliza, mimi jana nilimshuhudia kabisa toka kwenye kichaka yuko na yule demu. Leo hii katoka hivi, huenda katoka geto la mshikaji wake kule. Hata sasa tukisema tumpigie simu yule nani yule Steve yule. Rafiki yake Mbunga. Utasikia anakuambia demu wake. Basi sikiliza. Kama anatoka na yule, basi anafanya makosa kwa sababu yule ni binamu yake. Sasa ndio vijana wa siku hizi tulivyo mwanangu. Yaani hata atuangalie. Kuna magonjwa atuangalie. Hebu sikieni mwanangu. Sikia tuachane na mambo ya namna gani. Huu ni umbea sasa. Tuongee kuhusu huyu bosi. Tunafanya nini ili tubadilishe kazi? Sema neno ndugu yangu. Hilo nalo jambo la msingi. Haya mambo ya watu achane nayo jamani. Hem tuangalie mambo yetu jamani. Hizi tofali hizi zitakuja kuvunja mgongo. Sema nini? Mimi na akili kweli. Ila mwanangu mimi niambie kweli. Mimi niambie kweli. Hii kazi mimi nimechoka. Nimechoka kabisa. Kwa sababu gani? Haiwezekani mimi nichatoe tofali 500. Tofali moja hivi. Alafu bosi anataka matofali 5000. Sasa tutatimiza lini? Angalia matofali yenyewe, kazi yenyewe ilivyo ngumu. Sikia, mambo tukubaliani hapa. So mwisho wa siku mimi nikatai kazi, wewe rudi kwenye kazi. Nikirudi tunagombana mwanangu. So mimi nikatai kazi, inabidi kama tuwafikiane wote, kama tuache kazi hii, tutafute kazi nyingine tuache. So mimi nakata kazi naondoka, kesho nakuta mnapiga kazi. Okay, mimi nimepata wazo moja. Sikizeni wadau. Ndugu yangu sema hapo bwana. Tufanye kitu kimoja, tuachane na hii kazi. Tutafute nauli, tuende zetu mjini tukatafute kazi. Hii kazi tutaumia sana hii mwanangu. Sasa mjini tutatoboaje? Tutatoboa kweli? Mimi na ndugu. Mjini mimi na ndugu. Mwanangu afu ulisema tutauza hata maji kule. Oya, ulisema nani yako kule? Si anko wangu. Ana mkokoteni, tunaweza hata kusukuma mkokoteni. Maji 700 mjini. Basi jamani tusipoteze muda. Hemu ili swala hili tulifanyie kazi jamani. Basi poa sasa hiyo ndio yenyewe. Sasa mwanangu unaenda wapi sasa hivi?
Mimi naenda kwenye harakati tu. Hakikisha unatafuta nauli. Mwanangu wewe unatafuta nauli. Ndugu yangu, mimi mapema sana. Tulivyokubaliana hapa sio baadaye tunaanza kuletea mambo ya kitoto mwanangu Tumekubaliana wote kesho tunaanza safari. Hilo limeisha. Yaani hilo limeisha mwanangu. Limeisha mapema sana. Unasema nini? Fresh bwana. Basi poa bwana. Halo mwanangu. Halo mke wangu, habari? Nzuri, za kwako? Safi, habari za huko? Njema tu, sijui za huko. Safi, mke wangu vipi? Ni wiki ya pili sasa. Unarudi lini? Mume wangu, si unajua hapa kijijini kuna masuala ya mirathi, kwa hiyo hatuwezi kuondoka mpaka tumalize. Mke wangu. Mirathi ndio mpaka sasa wiki ya pili hamjamaliza tu. Mume wangu, sasa unajua mimi ndo kama dada. Kwa hiyo sasa nikisema niondoke na kaka zangu hao wanaweza wakapaniki sana. Kwa hiyo siwezi kuondoka mpaka tumalize masuala ya mirathi, yakishaisha ndo tunaweza kuondoka. Anyway, sikia mke wangu. Mfanya hii mawahi kurudi nyumbani. Unajua umeniacha mimi peke yangu na dada wa kazi, afu kuna watoto. Dada wa kazi akashika nafasi kama ya kwako mke wangu. Hapana, ukiwa unazungumza hivyo unamaanisha nini? Mke wangu, msiba ushaisha. Mirathi hiyo ni muda mchache tu na maliza. Hakuna haja ukaa muda mrefu. Nakumbuka huko na majukumu natakuwa niende kazini. Watoto huko wabaki na mama wakuone. Dada wa kazi aweza kafiti kwenye nafasi yako mke wangu. Mume wangu, mimi naelewa na najua kama nimewacha watoto nyumbani. Kwa nini watoto wangu hawaniumizi? Nakuomba mume wangu, naomba nimalizie. Tukishamaliza mirathi sisi tutamaliza, tutafanya kikao, tutaondoka. Kwa hiyo naomba univumilie mume wangu. Si unajua nakupenda? Sawa mke wangu, unafanya hii maulidi mke wangu. Unajua nimekumiss kweli. Miss you too. Unajua nakupenda mke wangu. Nakupenda pia. Nakumiss kuleka kwa kweli. Don't worry. Moyo umekumisi. Yeah, asante, bye. Okay, bye. Usalimie watoto wangu. Bye, mama, I love you. Love you too. Wow. Yeah, okay, bye. Hapa tulipo tunaelekea tayari kijijini hapa. Mimi nitapita huko. Wewe pita hivi. Tukutane nyumbani. Poa. Poa.
Yusta! Yusta! Abe shangazi. Njoo mwanangu. Hebu nenda kanitie mama yako. Haya mama. Shangazi, mimi nimebakisha siku 3 tu za kubaki hapa kijijini. Mume wangu amenipigia simu nirudi mjini. Kwa sitokuwa na muda tena kuendelea kukaa hapa kijijini. Aileen, hauwezi kuondoka hapa bila kutimiza ile ahadi yetu ya kunywa maji ya maiti. Kama utakunywa nitakuruhusu kuondoka, lakini kama hutoweza kunywa utaendelea kubaki hapa kijijini. Siwezi kuendelea kubaki kijijini. Aileen, hapa huwezi kuondoka. Ukitaka kuondoka hapa mjini, hakikisha unakunywa yale maji ndipo utaondoka. Lakini kama hutokunywa utaendelea kubaki hapa kijijini. Yaani wewe tikisa kichwa chako ndio ukweli. Uende kokote Aileen. Mimi ndio shangazi yako, uende kokote. Mama. Shangazi anakuita. Sawa, nakuja. Aileen, hakikisha unakunywa maji ndipo unaondoka. Lakini hivi utabakia hapa. Uende kokote. Niache kurudi kwa mume wangu eti nikae kijijini kwa ajili eti ya kunywa maji yao haya. Maji sinywi. Narudi kwa mume wangu. Wifi, nimekuja kuitika wito. Sawa wifi, nimekusikia. Wifi, nimekuita hapa, kuna tatizo limetokea. Tatizo? Ndiyo wifi, kuna tatizo limetokea, na tatizo lenyewe ni kuna uchafu umetokea katika kijiji chetu. Uchafu? Uchafu gani tena? Wifi, ni uchafu uliotokea hapa kijijini kwetu. Nakusikiliza hivyo. Na mimi nimekaa nimetulia hapa nakusikiliza uchafu sasa. Ni kwamba wifi, kuna mambo yakifanyika hapa kijijini kwetu tunapelekea shida. Na kuna desturi iliwekwa hapa kijijini kwetu. Kitu chochote kitakapotokea hapa kijijini kwetu kichafu, kuna tatizo kubwa linatokea. Yaani ni hivi. Endapo kama kuna zinaa imefanyika katika kijiji hiki. Zinaa? Ndiyo hivi. Lazima kutatokea na tatizo. Kwa hiyo hapo ulipomaanisha kwenye zinaa. Zinaa inamaanisha wamefanya vijana wangu niliokuja nao au zinaa? Maana unajua unavyoongea nusu. Uniweke ule uwazi. Sijamaanisha kwamba watoto wako ndio wamefanya hivi. Ni hivi, inawezekana kuna mtoto wako amefanya mapenzi na mtoto na kijana wa kijiji cha pili. Umenielewa? Sikiliza. Kumbuka kwamba una vijana wa kiume, una vijana wa kike. Hilo nalo lizingatie wifi. Wifi mimi nitalizingatia na pia nitaongea nao. Unaelewa? Nitalizingatia na nitaongea na vijana wangu. Sawa wifi, kwa kuongezea. Endapo hao vijana hawatopatikana, maiti zao hazitaonekana na pia hawatatoka katika kijiji hiki. Nimekuelewa wifi yangu, mimi nitaongea na vijana wangu. Sawa wifi. Vipi? Unala vipi? Yaani mama kaniita. Unajua kanibana. Kaniuliza, yani kashastukia mchezo wote. Yaani kama mtu ambaye yani anajua kila kitu. Na kuomba nipo chini ya miguu yako. Kama tulivyofanya siri na basi iwe siri hivyo hivyo. Yaani ikatokea mama ghafla akakuita. Au labda kuna kikao kitatokea. Naomba iendelee kuwa siri hivyo hivyo, yaani usionyeshe dalili yoyote kama mimi nilivyokataa. Sikiliza. Wao wanahisi tu.
hakuna kitu chochote alichokisikia wala kukiona. Hivyo kwa umri huu na hizi mvi zinazotoka, unategemea mimi nitakosa kuficha siri wewe? Kama unataka kujua, uliona kipindi Kagolo anapopita pale kwenye kichochoro? Yaani Kagolo anapita mpaka kwa wewe ndio masiara. Nikakuingiza chini kwa nikamwambia tulia. Unajua unaita masiara. Sikupi masiara. Yaani kwa mimi nakuahidi wewe, nakuahidi. Iwe jua, iwe mvua, sitasema abadan. Sisemi. Lakini kingine, mimi nimenogewa. Basi nitakutabasamu. Tabasamu basi. Mbona masiara? Tabasamu. Jambo lenyewe lishakaa vibaya hivi. Sasa uko vibaya vipi? Huko hapatoshi. Masuala vichachara. Yaani mpaka kuna juzi nimechomwa na mwiba ule watako nimesikia chui. Yaani nimejikaza tu kwa sababu ndo mtoto kiume nitafanyaje kama hivyo. Bwana usiniletee hizo habari bwana. Sasa tukifika Dar es Salaam, yani tukifika mjini mimi nakupangia chumba. Nikisha kupangia chumba, mimi nakuwa nakuja mwenyewe taratibu. Nakuja mapema tu. Tafumwa. Kumbe unaogopa hivi? Shida sio hiyo. Shida watu wanaweza kujua mengi kuliko vile ninavyotarajia. Mjukuu wangu acha mjukuu wangu, usifukue mjukuu wangu. Mjukuu wangu acha. Huyu babu yako ameshakufa, ameshazikwa. Mjukuu wangu acha mjukuu wangu. Unajua unapojisikia, unakumbuka maneno aliyozungumza babu? Lazima nimziki babu yangu. Unajua jinsi ninavyojisikia? Ama unajua jinsi maumivu yalikuponda na moyo wangu bibi? Unajua ninapoumia bibi? Naomba niache bibi. Acha mjukuu wangu. Mjukuu wangu acha. Mjukuu wangu acha. Mjukuu wangu. Bibi, amka bibi. Ndio wewe unabakia bibi. Bibi, amka bibi. Wewe ndio ninayekupenda bibi. Babu ameshatangulia tayari bibi. Unataka uniache peke yangu bibi. Bibi, amka bibi. Bibi, amka bibi. Bibi, amka bibi. Bibi, unataka kuniacha kama babu bibi. Kwa hali lazima kuwe na tatizo nyumbani, au babu ametangulia mbele za haki. Lazima nirudi nyumbani haraka mno. Yusta, mwanangu, nimekuita hapa kutokana na taarifa zilizoenea hapa kijijini. Nimemuuliza Melina, kakataa. Lakini wewe na wasiwasi na wewe. Taarifa gani mama? Taarifa za uzinzi zimeenea hapa mtaani. Hapa katika kijiji hiki. Melina nikimuuliza anakataa, lakini wewe nina wasiwasi na wewe. Hapana mama, mimi sijafanya uzinzi wowote. Unakataa nini? Mimi na wasiwasi na wewe 100%, unanikatalia nini? Hapana, sijafanya chochote mama mimi hapa kijijini. Yusa, naomba unielewe ninachokuambia. Nina wasiwasi na wewe. Ili swali utakuwa umelifanya. Mama, nimekumbuka. Namuona dada Melina na bina Mbunga wana ukaribu sana.
Na pia dada Melina ashawahi kuniambia kuwa yeye na binamu Mbunga wana mahusiano, ila aliniambia nisiseme. Yeye hajui kama yule ni nani, ni binamu yake. Mbona anataka kutuletea laana kwenye ukoo? Kakosa wanaume wote akaamua kumchukua binamu yake. Wapumbavu sana nyinyi. Nitahakikisha nadili na Melina na nitahakikisha nadili na wewe Mbunga. Pumbavu sana. Mmekuja kumaliza msiba, mmekuja kufanya uchafu. Na mfuata huko huko Mbunga, sitokubali. Mshenzi mkubwa. Huyu Melina nilimwambia mimi, huu pumbavu anaufanya. Acha tuone. Ndugu zangu, nimewaita katika kikao hiki. Mmekuja kufanya uchafu au mmekuja msibani? Nimechoka kusikia haya yanayoendelea hapa mtaani. Yaani nimechoka kuyasikia kabisa yanayoendelea hapa kijijini. Hata wifi yangu aliniita kanielezea kuna uchafu unaoendelea katika kijiji hiki. Wifi yangu alitiririka sana siku hiyo. Lakini nilimkatalia, nikasema hapana wifi. Akamwambia hapana wifi, kuna kitu ambacho, kuna uchafu unaotendeka hapa. Shangazi, samahani. Wewe inaonekana kuna jambo utakuwa unalifahamu. Sawa. Hebu tuweke wazi. Ama swala ya uzinzi na swala nini? Nani kafanya huo uchafu hapa kwenye msiba baba? Sasa shangazi, sio uende moja kwa moja kwenye topic. Kwani haya masuala ya uchafu. Sisi tumekuja kwenye msiba baba yetu. Kuna uzinzi unaoendelea katika kijiji hiki. Na katika kijiji hiki uzinzi hauhitajiki. Kwa sababu kuna mikosi ambayo yaani mkifanya uzinzi kuna mikosi hapa ambayo inatokea katika kijiji hiki. Watu wanakufa na maiti yao hazipatikani kabisa. Uzinzi? Ndio. Huo uzinzi. Yaani nimekwambiaje, katika kijiji hiki haitakiwi kufanya uzinzi wowote katika kijiji hiki. Haihitajiki. Sasa shangazi, huo uzinzi tumefanya sisi au kafanya nani? Maana sisi wenyewe bado leo. Bibi, ni baraka za Mwenyezi Mungu kukukuta kwa salama. Hizi ni baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini nimekukuta ukiwa salama. Naomba ukanionyeshe kaburi la babu yangu. Jamani, huyu kijana mnayemuona hapa ni mjukuu wa mume wangu. Na hata mimi ni mjukuu wangu. Ngoja, samahani. Umetuambia huyu ni mjukuu wa baba yetu. Ndio. Pamoja na wewe. Ndio. Mjukuu huyu ni mwana wa nani? Kama nilivyowaambieni kuwa huyu ni mjukuu wa mume wangu. Huyu mjukuu wangu. Mume wangu mimi alivyokuwa anaumwa, alimtuma huyu mjukuu wake aende akamtafutie dawa. Kama mnakumbuka kipindi kile nilichokuwa nawakataza msizike mpaka yeye afike. Ndo huyu hapa mjukuu wake. Na huyu baba yenu aliacha usia kwamba huyu mjukuu wake ndiye mlisi wa
mali zote hapa nyumbani. Mlisi? Ndiyo mlisi. Mlisi huyo kivipi? Ngalikuwa mimi, Aileen na ndugu yangu Mbunga bado tupo hai. Mimi Lakini mbona Mbunga na Melina hawapo kwenye hichi kikao? Hao watu wamepotea, hawataonekana wala kuwaona. Ni kwa sababu wamechafua miili yao, na mtu wowote akifanya kama walivyofanya hawa vijana waliopotea, nao adhabu itawakuta kama hao wenzao. Cha msingi, naombeni mnipeleke kwenye kaburi la babu yangu. Nadhani mmemuelewa alichokiongea. Sasa tuondokeni tukamwonyeshe kaburi la babu yake. Na uhakika ni hapa.
Na wauliza tena kwa mara nyingine, mna uhakika ni hapa? Ndiyo mjukuu wangu, hapa ndipo alipozikwa babu yako. Na ni nani aliyetoa ruksa? Ni mimi mjukuu wangu. Mimi ndio nilitoa ruksa ya kumzika babu yako, lakini sio kwa matakwa yangu mimi. Ndugu zako hawa ndio walionishinikiza mimi hadi nikatoa ruksa ya kumzika babu yako. Hapa mwili wa babu yangu kipenzi haupo. Kuna mtu ameuchukua. Lakini nitahakikisha mpaka unarudi hapa. Nitapambana kiakili, kinguvu, kadri niwezavyo. Nitahakikisha babu anakuja kulala hapa. Nachotakiwa kufanya, mkakusanye kile kilichokuwa chenu. Kila kilichokuwa chenu, isipokuwa bibi yangu tu kipenzi, na muondoke zenu. Samahani, tunawezaje kuondoka hapa wakati kuna jambo la kimila hatujalikamilisha? Hilo swala nalifahamu sana, nalitambua sana, lakini mlikosea. Mmekosea masharti, kwa sababu unachotakiwa kufanya ni kutumia hayo maji ya maiti siku 3 baada ya kumzika babu, lakini ninyi hamkufanya hivyo. Kwa hiyo cha msingi, naomba tu muende. Endeni tu. Tunawezaje kuondoka kwenye kijiji hiki wakati kuna ndugu zetu wamepotea? Na nini hatima ya ndugu zetu? Wale watu hamwezi kuwaona tena, hamtuwaona tena. Na nachotokea kukifanya sasa hivi, mrudi mkakusanye kila kilichokuwa chenu, kila kilichokuwa chenu, muondoke makwenu, isipokuwa bibi yangu tu kipenzi. Kakaangu Buliani, kakaangu sitakuona tena. Kakaangu kakaangu Buliani, kakaangu Buliani sitakuona tena. Kakaangu kweli, kakaangu, 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 kakaangu. Usikilizane. Kila mtu ana uchungu na babu hapa. Kila mtu anaumia na babu hapa. Fikiria sana, mnamkufuru Mungu. Tumeelewana sijui? Naomba tusimame na namfanye kila ambacho nimwagiza mfanye. Mimi mtoto wangu jamani. Kakaangu nitaenda wapi ndio kipi? Kakaangu umeniacha kipindi kigumu. Umeniacha nikiwa nakuhitaji kakaangu, takimbilia wapi? Takimbilia wapi? Nitakwambia ni wanani mimi kwenye hii dunia kakaangu. Kakaangu. Kakaangu wewe. Kakaangu wewe. Kakaangu jamani. Ndume wangu. Siepwa, siepwa. Kakaangu. Siepwa, siepwa. Kakaangu. Kakaangu wewe. Buliani kakaangu. Buliani sitokuona tena. Ulale mara pema peponi kakaangu. Ni mwene.
Enyuma.